Bwana asifiwe sana. Kwa sababu walimkataa Mungu, akawaruhusu basi waendelee zaidi na zaidi. Maana kitu kinachokuwepo hapa, Mungu anakuwa anaondoa mkono wake, anaondoa na ulinzi wake. Ile hali ya kuvurukiwa katika ufahamu wa Mungu unaondoka, unabakia tupu bila Mungu. Kwa hiyo miji ya Sodoma na Gomora ilikosa neema, kwa sababu walipoikataa ile neema, maana yake ulikuja ushetani ukakaa kwenye mioyo yao na ufahamu. Kwa hiyo sasa, ukija ule ushetani unafanya mambo bila kujua kwamba unamuudhi Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata Mungu, mtu akija akikwambia unavyofanya si sawa, umuelewi, lakini una masikio, lakini una macho, lakini una ufahamu, kwa sababu ya zile dhambi zinapokuja kwenye miji, zinapokuja katika ulimwengu, zinapokuja kwa jamii au kwa mtu, dhambi inapokolea ndipo inapoleta makubwa zaidi yanayokuja kwa ajili ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Unaporuhusu neema ya Mungu, unajinyenyekeza, unalisikiliza neno la Mungu, usijifanye kuwa juu, usijifanye kutafuta kwamba wewe unaweza, wewe unajishusha kwamba Mungu nihurumie, huku ukijinyenyekeza, ukitetemekea neno la Mungu, ukiishi kwa neno la Mungu, maana neema alishakupa tayari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, nchi, miji kama ilivyokuwa Sodoma na Gomora, au watu walivyokuwa sehemu yoyote wakafanya uasi, ulikuwa uasi unawaka kama vile moto. Unajua dhambi inawaka kama vile unavyowasha moto. Bwana asifiwe sana. Unajua ukiwasha moto, unawasha moto, unapuliza, ukishaanza unawaka kidogo 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 kidogo, mwisho unakuwa kubwa kabisa huo moto. Na dhambi nayo inakuwa kubwa kabisa mpaka inasikika kote na inajijenga na inabadilika, inafikia mtu hata kuchinja watu, inafikia wewe hata kula mtu. Bwana asifiwe sana. Alikuwa anazungumza mtu mmoja nani, asema aliposhiriki kwenye uchawi, alipoanza alikuwa anasikia hofu, anajisikia hofu kwamba hawezi. Alipoingia akajaa ushetani, hata kama ni kitoto anaweza akakijua tu, wala hajisikii huku kulaumiwa, kwa sababu ile neema ya Mungu iliyopo juu yake haipo tena. Kwa hiyo sasa, Mungu ana makusudi anaposema wokovu. Tunapomkiri Yesu kwa kinywa chake na kumwamini kuwa alifufuka katika wafu, tunaokoka, tunaletewa nguvu moyoni, ambayo hiyo nguvu tukishaipata tunajisikia ushindi, tunajisikia vizuri, tunajisikia badiliko. Ndio Biblia inasema sasa unakuwa kiumbe kipya, tazama ya kale yamepita, umekuwa kiumbe kipya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa hapa ukishaniona katika macho, unaniona mimi ni yule yule, lakini ukionekana katika ulimwengu wa roho na mbingu zikikuangalia na Mungu, wanaona mtu mpya, upo hai, hujafa. Ndio maana wengine wanatembea duniani huku wamekufa, mbinguni wanajua huyu ameshakufa, huyu ni mzoga, anastahili kukaa sehemu panapohusika huyu mzoga. Bwana sema hivi, Biblia inasema hivi, nasema miili yetu tunapozaliwa mara ya pili, asema tunakufa katika mwili, katika roho tunakufa, tunakuwa hai. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vitu viwili, kuna yule ambaye hajafa. Unajua ukipanda mbegu inaota, inabakia ile ya chini. Bwana asifiwe sana. Inaota mpya. Kwa hiyo sasa ukishazaliwa mara ya pili, unauishwa, unakuwa kiumbe kipya, yale yamekufa. Kwa hiyo sasa ndio maana nasema sasa, kwa sababu wewe umeshakufa, ndio maana Mungu aliandaa sehemu ya kuweka hiyo mizoga pamoja na ufi, lakini unaitwa mzoga. Hauwezi ukakaa kwenye utukufu kule mbinguni
maana kule hakiingii kinyonge. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaingia kuzimu. Biblia inazungumza, inasema ukisha kufa, zamani walipokuwa wakifa kabla ya Yesu kufufuka, watu wote walikuwa naenda kule kuzimu. Bwana asifiwe sana. Kule kunatenganishwa sehemu mbili, inakuwepo sehemu ya juu na ya chini. Wale ambao wakina Ibrahimu walikuwa bado hawajauishwa, wanakaa pale juu ikiwa inasubiri Yesu afe. Walianza wanyama. Kwa hiyo sasa Yesu alipokufa, walipotolewa kule, Yesu alienda akawachukua kule, akawapeleka mbinguni. Yesu ndio njia na kweli na uzima, akawapeleka mbinguni. Kwa hiyo sasa, kama hujakubaliana na hii neema, hujaipata, huwezi ukaiona njia ya kwenda mbinguni. Bwana asifiwe. Wewe unashukia pale palipoandaliwa special kwa mizoga. Amina. Hakiingii kichafu mbinguni. Amina. Bwana asifiwe. Unajua tunapozungumza mambo ya mizoga, usifananishe na mzoga wa huku. Huu ni mfano. Mizoga ya huku inaponuka nini, huo ni mfano. Kuna mizoga ya rohoni katika ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe. Haitaki kugusa mji ule wa mbinguni wenye utukufu. Jiji la Yerusalemu litakaloshuka lile, haviwezi vikaingia vinyonge, vitu ambavyo vimeshakufa. Unaenda kule kuzimu. Bwana apewe sifa. Naomba kushangilia.